بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدار. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدار. أخرجه المسلم. نعم. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ما سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أخرجه المسلم. Naam, ahbaba Rasulullah, tafsiri ya hadithi hizi ni kama ifuatavyo. Hadithi ya kwanza ama hadithi ambayo ilikuwa ni ya 99, tafsiri yake ni kama ifuatavyo: An Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Ayyub al-Ansari, Allah amridhie huyu Abi Ayyub al-Ansari. Qala, amesema huyu Abi Ayyub al-Ansari: قال النبي صلى الله عليه وسلم, amesema nabii Allah, rehema na amani za Allah zimshukie: man sama ramadhana, yeyote yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha somo yake hiyo mwezi wa Ramadhani ikafatiwa na 6 ambazo zinafungwa katika mwezi wa Shawwali, kana kasiyami dahari, mtu huyu ahesabia kwamba kama yule ambaye amefunga mwaka mzima. Narudia tafsiri ya hadithi. Hadithi imepokelewa na Abi Ayyub al-Ansari, Allah amridhie, amesema: qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema nabii Allah, rehema na amani za Allah zimshikie: man sama ramadhana, yeyote yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha somo yake akaifatiza na 6 ambazo zipo katika mwezi wa Shawwali, kana kasiyami dahri, mtu huyu ahesabiwa kana kwamba amefunga mwaka mzima. Maana yake malipo atakayopata ni sawa na yule ambaye amefunga mwaka mzima. Akhrajahu al-Muslim. Hadithi imepokelewa na Muslim, na hii ilikuwa ni hadithi ya 99. Ama hadithi ya 100 ni hadithi ambayo an Sahli ibn Hunayf, nipokelewa na Sahli ibn Hunayf, Allah amridhie. Qala, amesema huyu Abi Hunayf, yani Sahli ibn Hunayf: qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema nabii Allah, rehema na amani za Allah zimshukie, amesemaje: man sa'ala Allahu, yeyote yule ambaye atakayemwomba Allah shahadata bisidiqin, shahada ya ukweli, ukweli wa kumwomba, balaghahu Allahu manazila shuhadai, Allah atamfikisha ama atamweka katika daraja ya mashahidi, wa imma ta'ala firashihi, hata akifa aliyakuwa yuko katika kitanda chake. Narudia tafsiri ya hadithi. Hadithi imepokelewa na Sahli ibn Hunayf radhiyallahu anhu, Allah amridhie huyu Sahli ibn Hunayf, amesema: qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema nabii Allah, rehema na amani za Allah zimshukie, amesemaje: man sa'ala Allahu, yeyote yule ambaye atakimwomba Allah shahadata bisidiqin, shahada ya ukweli. Kivipi? Akamwomba Allah amfishe katika jihadi. Hiyo ndio tafsiri ya kufupi na iliyokuwa sahihi. Atakimwomba Allah amfishe aliyakuwa yupo katika jihadi fi sabilillahi, balaghahu Allahu manazila shuhadai, Allah atamweka ama atamfikisha katika daraja ya mashahidi. Maana yake Allah atamlipa mtu huyu ambaye atakayekufa katika jihadi, atamlipa mtu huyu ambaye ametiania kwamba afe katika jihadi, atamlipa malipo sawa na wale ambao wamekufa katika hiyo jihadi, atamweka katika daraja ya hao waliokufa mashahidi. Lakini Mtume anamalizia akisema: wa imata ala firashi, hata mtu huyu akifa aliyakuwa yupo kitandani kwake. Manzali alimwomba Allah ukweli, na Allah anajua ikhlasu ya mtu huyu. Kaniomba mjangu mimi afe aliyakuwa yupo katika jihadi fi sabilillahi, basi Allah mtu huyu atamlipa malipo sawa na wale ambao wamepigana jihadi na wakafa huko, hata kama akifa akiwa yupo kitandani kwake. Akhrajahu Muslim. Hadithi hii imepokelewa na Muslim. Ahbaba Rasulullah, ni mazingatio makubwa yaliyoja ambayo tuyapata na fursa ambazo zipo katika hadithi hizi. Ikiwa sisi ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tutakikana sisi tuyachukue mafunzo haya, tuyafanyie kazi, lakini tusitosheke sisi tu tuyasambaze, kwani kusambaza jambo la kheri, jambo zuri, si kumsapoti mtu, bali ni kujisapoti hata wewe mwenyewe, kujiongezea katika hazanati yako, katika yale mema yako. Kwa hiyo tuweze kushare hadithi hizi, mambo ya kheri mbalimbali
ili tuweze kupata salama mbele zake Allah tabaraka taala. Kumalizia maneno yangu kama sema siku zote, al-kamalu lillah, mkamilifu ni Allah tabaraka taala. Nilipokosea, nilipoteleza, ni dhaifu yangu, uchache wangu, ni roho, wallahu a'lam, na Allah yeye ni mzidi. Ahsantum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.